Bwana wetu Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi wetu. Nina kila sababu ya kusema asante kwa siku ya leo ya tariki hizi 7 mwezi huu wa 11 mwaka wa 2025. Hii ni asubuhi nyingine ambayo nimeipokea kutoka kwa Mungu wangu, na naamini kwamba na wewe pia Mungu amekuneemisha, umekuwa na asubuhi njema, wewe na familia yako, wewe na wapendwa wako. Basi siku ya leo nina kila sababu tena ya kusema asante kwa Mungu, kwa sababu amenipa kibali cha kupanda kwenye madhabahu matakatifu kuongea na wewe, mtu wa Mungu unayefuatilia vipindi vyangu ninapovirusha kwenye mtandao huu wa YouTube. Najua kwamba Mungu atakusaidia, Mungu atakubariki na kukuinua. Mimi naitwa mtumishi Vado. Walio wengi kabisa ambao waliishi pale Lugufu wananijua vizuri. Walio wengi ambao waliishi pale Nyarugusu katika chumba cha C3 pale wakati wa songa mbele, najua wananifahamu vizuri. Na mimi ndiye huyu ambaye jina langu ndilo hilo. Namshukuru Mungu kwa sababu amenipa huu utumishi, na ninaendelea kungangana nao kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Basi siku ya leo tunataka tusome andiko ambalo litakalobeba maneno yetu ya siku ya leo. Lazima tutangulize andiko la Mungu, maana hili ndilo dira yetu, huu ndio mwongozo wetu. Bwana asifiwe sana. Basi tunasoma katika Mambo ya Walawi sura ya 23 na mstari wa 10. Mambo ya Walawi 23 mstari wake wa 10. Tunasoma katika jina la Yesu. Inasema hivi: nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa neno lako. Tunasema asante kwa sababu ya ujumbe huu kwa mataifa yote. Bariki neno hili litembee na nguvu za kweli. Watu wako wafunguliwe kwa namna ya kutoa, ili Bwana waweze kufikia uaminifu wako mkamilifu. Asante, maana na mimi utanitumia kama chombo, wewe utanena